Sisi wanawake mara nyingi unakuta mna familia, mke na mme, ina watoto 5. Wale watoto wanasoma. Mama unawauliza watoto mahitaji ya shule, hasa kwenye msimu wa kufungua. Unaandaa bajeti. Wewe mama mwenyewe umemdanganya mme wako. Yaani viatu vinauzwa 25,000, unamwambia baba 30,000. Tunakuwa tumtendei haki yule baba. Na haya ninayasema kwa uwazi, wakina mama wengi wanafanya hivyo kwa sababu hawasimami kwenye nafasi kama mama na baba. Kwa hiyo nimesimama kwenye nafasi ya baba na mama kuanzia 2007. Ninayajua maumivu ya wanaume. Kuna wakati unatamani hata angekuwa kwenye wheelchair, unamuona tu kwamba yule ni mume wangu. Kwa hiyo ifike sehemu kwanza sisi wanawake tutambue mchango wa kina baba kwenye familia. Tumeanza sisi wenyewe kwa kuwadanganya wakina baba, na mtoto mama unamwambia mtoto kwamba baba akikuuliza mwambie shuleni wamekuomba 5,000, wakati wameomba shilingi 500 tu ya kulipia mlinzi. Kwa sababu baba anaona ni shilingi 5,000 anaitoa. Kwa hiyo nichukue tu kwanza nafasi hii mimi kwa wanaume niwapongeze. Wanafanya makubwa ambao sisi tukiachiwa kwa wakati mmoja tu tunapiga kelele. Sisi tunapanga bajeti, wao wanatekeleza bajeti. Kwa hiyo ifike sehemu maua yao tuwape. Kwa mimi ninajua namna ya kuheshimu mwanaume, na ninajua namna ya mwanaume anavyo fight kwa ajili ya familia yake. Kuna wakati mwanaume anarudi nyumbani hapewi heshima anayostahili kupewa kwa sababu tu hajampa mwanamke hela ya kusuka. Lakini kuna wakati sisi tunaomba tu tupate hela ya chakula, sio hela ya kusuka. Una haki ya kutaka kuzijua haki zako, ukaomba upate elimu. Usikubali kutendewa ukatili hasa wa kimwili wa kutweza utu wako. Wewe una mme, huko nje unafuata nini kwa sababu tu ya biashara? Kutweza utu wako kiamini kwamba ndio biashara yako itaenda, inazidi kukuzalilisha. Ili ndoa iwepo, mwanamke ana maamuzi makubwa ya kuifanya ndoa iwepo na si mwanaume. Leba umeenda wewe. Zile siku 270 umebeba wewe. Yale mabeseni ya leba kuvuja damu umevuja wewe, sio baba. Kwa sisi ndio tunaotengeneza familia. Tunazitengenezaje? Kwa kuambia watoto ukweli, waishi katika ukweli, na sisi tukiwa wa kweli. Usimdanganye mume wako. Usimdanganye mume wako mtoto anadaiwa 500, unamwambia ni shilingi 5,000. Huwezi kutoa kushoto ukaweka kulia alafu ukasema kwamba nimemuweza. Siku akitoka utajutia yale uliyokuwa unayafanya, kwamba kwa nini? Huenda amekufa kwa stress zangu. Wanawake tumekuwa sababu ya wanaume kufa. Tunataka vitu vikubwa ambavyo wanaume wetu hawawezi kufanya. Tunataka vitu vikubwa ambavyo hawawezi kuvitekeleza. Akiwa amelala pale unasema ningejua. Wanasema ningejua ni jibu la mwisho, lakini kwa sababu tumepata nafasi ya kusema, tuwe tunayatumia majukwaa haya kusema. Mimi la kwangu bado nalozidi kuiomba serikali ituletee semina za kuwajengea uwezo wanawake. Kwa sababu leo tukitoka hapa kuna mama wataenda kuwafundisha watoto wao huu kweli, na sio mfumo. Yaani tusiendelee kuwaweka kwenye mfumo dume. Mimi nakataa mfumo dume, haupo. Ungekuepo sisi tusingekuwa viongozi. Leo mtu wa mada asingekuwa mwanamke. Mimi tumeshuhudia juzi mwanamke kafanya bonanza la michezo Esther Matiko. Ni mwanamke amefanya. Wanawake tunahitaji sana kupata utambuzi. Hata kama unauza mboga za majani, unaweza ukakosa haki yako. Tunasumbuliwa sana na migambo huko. Migambo wanasumbua sana wanawake kule leo. Ni kwa sababu wanawake wapewi elimu. Wataitoa wapi hiyo elimu? Wanawake mnapaswa muombe elimu. Elimu iwafikie ili mjue kuzisimamia haki zenu. Unapotoka nyumbani kwako unaenda kufanya biashara, humrejeshei huyu mume, nilichokipata mume wangu ndicho hiki. Wewe inakuwa changu. Unadhani huyo mwanaume anaweza kukusaidia? Umekopa mikopo, umechukua 500,000. Muda wa siku kuna muda si tunakwama. Hiyo kuirejesha. Mwanaume hukumwambia kuwa nimekopa 500,000. Utaipata wapi endo karudishe kule? Ndiyo maana unaona hata mwanaume anakuwa ndani ya nyumba anakuwa gaidi, hataki utoke kwa sababu si mkweli. Tujitahidi wanawake tuwe wa kweli. Hawa ni wenzetu, ni waume zetu, baba watoto wetu. Lazima umwambie, jamani nimekopa kitu kama hiki, tufanye hivi. Unakopa unanyamaza kimya, umeziweka kibindoni. Muda wa marejesho sasa. Si umezitumia unavyojua. Shida inaanza ndani ya nyumba. Tutawalaumu wanaume, lakini hata sisi ni tatizo. Lazima jamani tuelimike. Tunapoona umekopa, rudi kwa mume wao, nimekopa hizi, tufanyie nini? Mwanaume mwenye busara akiona kile ana kitu cha busara sana, haya mke wangu tupeleke labda kwenye kala, lazima naye atahangaika kusaidia nini? Yale marejesho. Jamani na sisi wanawake ni wabinafsi. Unakuta wanawake wengi tunashindwa kwa sababu ya hofu na uoga wa kusimama mbele na kujieleza. Ukishagundua kitu kama hicho, ukiacha ile hofu, utasimama, utajieleza vizuri, utasimama, utagombea, utachaguliwa, utaonekana kiongozi bora, unazidi kuwa unahamasisha na wenzako. Wakikuona fulani amesimama pale amejitokeza, hata mwingine naye atasema mbona fulani amesimama pale, ngoja na mimi nifanyeje, nijitokeze. Kwa hiyo kwa kukuona wewe, mwingine naye atafuata nyuma yake zaidi. Kwa hiyo wanawake wenzangu, tuache hofu, tuwe mstari wa mbele, taongoza.